Nyie. Kwa hiyo bado mnaendelea kubishana, si ndio? Mjue nyie. Msintanie. Haya matatizo mmeyataka wenyewe. Oh, wewe mbuzi umekuja na huko si ndio? Bila nyie, haya matatizo singotokea. Bila nyie, haya matatizo yasingetokea. Pitani basi. Wewe cheza aonekane. Bila nyie, haya matatizo yasingetokea. Mimi nachotaka mkale kile chakula. Na sio chengine. Na sio chengine. Fanyeni haraka iwezekanavyo. Na sio kingine. Fanyeni haraka ikiweche na sio kingine. Fanyeni haraka iwezekanavyo. Wewe unaendelea kuwa mbishi? Na wewe. Hai. Na mama wewe cheza. Na wewe si unajikuta mbishi? Kuna vitu vingine vitakupatia kabla pia. Na wewe ni sawa. Unapoendelea kuwa mbishi, utakuta vikubwa zaidi ya hicho. Okay. Na wewe si unajifanya mbishi? Vitakukuta vitu vikubwa kuliko hata hivi. Na wewe unaendelea kuwa mbishi. Haya. Makubwa zaidi ya haya. Na wewe unavyoendelea kuwa mbishi, utavikuta vikubwa zaidi ya haya. Naanza hapo. Yatakukuta makubwa zaidi ya haya. Unasikia? Mara nyingi huwa natumia ustaarabu sana. Basi unanichukulia kinyonge sana kwamba unaniweza. Unajua hata kupigana wewe uniwezi. Alafu mimi nakukubalia tu kwamba yule mtoto ni wa kwako. Mimi naweza nikakataa kwamba yule mtoto sio wa kwako. Ukapime DNA, uingie hasara kwanza. Robo nani kisoda? Hivi tunashuti huku. Ukapime DNA. Twende. Ukapime DNA, uingie hasara kwanza ili ukweli ufahamike kwamba kweli ni mtoto wako, ndipo nikuruhusu. Lakini sasa hivi naweza nikakufanya vyovyote. Mtoto yani tunaenda hospitali mimi na mke wangu. Tunaenda hospitali mimi na mke wangu, wanamfunguza mtoto, tunamchukua mtoto hospitali mpaka namlea anafika umri ule. Mimi najua ni mtoto wangu. Lakini nimekubali tu kwa sababu nimeambiwa katika njia za mazingira ya kutatanisha. Kumbuka yule binti yangu, mimi nilimzika sikatai. Lakini anatokezea ananiambia ukweli. Ndio maana nikasema nisiwe mbishi, nikubaliane kwamba yule binti, yule mtoto. Ndio maana nikakataa twende. Ndio kama nisiwe mbishi. Ikabidi nisiwe mbishi. Anaanza kuingia huko nyuma mbele kabisa. Twende. Ikabidi nisiwe mbishi. Twende. Twende. Ikabidi nisiwe mbishi, nikubaliane na maneno ya yule marehemu. Kaka, kuwa na aibu basi. Kwanza umeshaiba mke wangu, umezaa na mke wangu, alafu unakuja kunipigia kibezi nyumbani kwangu. Nitakufungulia mashtaka, wewe unaweza kufia jela kaka. Naona unanipanga sasa, si ndio? Alafu siku zote naambiwa cha mtu uliwa na mtu, chuma uliwa na kutu. Sasa wewe usione ajabu mimi kutembea na mke wako au kuzaa na mke wako. Ukiona hivyo, haikuwa riziki yako. Sio mtu wa magomvi sana mimi. Laiti kama ningekuwa mtu wa magomvi, sasa hivi ningesimama nikakukata makofi. Lakini naomba tuelewane kistaarabu. Sisi ni wanaume. Tusianze kuboja kama watoto wa kike. Tungekuwa Mungu ametaka tuumbe wanawake, kaka tungebandikizwa vinyangala vya kike. Twende. Twende. Kama Mungu angetaka kutuumba sisi wanawake, angetubandikiza vinyangala vya kike. Lakini kaka, sisi tuna vinyangala vya kiume. Na ukiwa na kinyangala cha kiume lazima uwe na kaba. Kaka, tuongee kiume. Mtoto wako atapatikana. Lengo tu yani tushirikiane namna ya kumpata mtoto wako. Mimi mtoto wako sina. Kachukuliwa na marehemu mwanangu. Basi wewe utakuwa lako moja na wewe mwanao. Kwa sababu ungekuwa hauko
kwa sababu ingekuwa sio lengo moja asingeweza kuchukua mtoto hadi AI. Labda mimi nikwambie kitu kimoja. Kwa akili yangu ya haraka haraka naweza nikahisi wewe lengo lako ni moja na yule mtoto. Sio, unanielewa? Au na wewe mchawi. Tuseme tu hivyo kwa sababu unaniambia mwanao ndo akamchukua. Atawezaje kumchukua mtoto ambaye tayari wewe ulishamzika? Wewe ina maana yanayoendelea kaka huyaoni. Yanayoendelea huyaoni. Mbona unataka kunipasua kichwa? Mtoto anatokea mwenyewe tunamuona. Na imani hata kwenye mazishi yake ulikuwepo. Na ulishuhudia kila kitu. Lakini mtoto leo tupo naye tunakutana naye. Na mtoto wako ambao umezaa na mke wangu kipenzi kachukuliwa na mtoto. Na yote ametaka kudhibitisha ukweli. Nisiendelee kulea mtoto sio wa kwangu. Kaka tumtafute huyo mtoto nikukabidhi ule damu yako. Mimi sijui yuko wapi. Hapo sasa sijui mimi atokezee pap. Huyu kabla hajajibu chochote. Ndio. Twende. Ndio bye. Ngaya hapo na mwana action. Bado sijasikia. Twende mara ya mwisho. Au ashumuni kama ana mtoto. Mtoto hana. Lazima ana mtoto. Atamchukua atamwambia. Huyu acha kumsumbua baba yangu. Mtoto ni naye mimi ndo anamuonesha afu anampoteza hapo. Ndio tunaendelea na mazungumzo. Ongea tu kwa sauti wewe, si bomu iko kwako. Nisikilize nikwambie Remi. Noko. Kama hilo. Nachoka na yangu. Una hata yako. Nisikilize nikwambie Remi. Mimi siwezi nikala chakula chenye wadudu hata mara moja. Yaani yule mtoto hata aje na wenzake waongezeke waambie wewe lazima ule chakula chenye wadudu, siwezi nikala chakula chenye wadudu. Haiwezi katokea. Pita. Haiwezi kutokea. Kinyago kama kile eti kinisumbue. Wewe tulia huko. Twende. Haiwezi kutokea. Kinyago kama kile kinisumbue. Ule upuuzi. Alafu wewe mimi kwa sikuelewi. Yaani upo nyuma kama vile unahitaji kula chakula chenye wadudu au upo pamoja nawe? Maana nyinyi wanawake nyoga hamueleweki nyinyi. Oho. Sikiliza kwanza. Sio kwamba niko pamoja naye. Unaelewa kabisa yule mtoto ana mambo ya kimuujiza. Tukikataa kula wale wadudu, tutafanya vikubwa zaidi ya wale wadudu. Ndio maana mimi nasisitiza bora tuokoe katika hili. Maybe tukale wale wadudu, tukampata na mtoto wetu. Tukampata yule mtoto wetu kuliko kujiuliza 1 2 3 tusile, mwisho wa siku tukauliwa au tukafanya vitu vibaya. Sasa wadudu na kuuliwa bora nini? Yaani mimi simuogopi aseme kuniua, aseme atanifanyaje, lakini mimi nasemaje? Msimamo wangu ni ule ule. Mwanaume msimamo wangu ni ule ule. Wanaume msimamo wangu ni ule ule. Wanaume tumeumbwa na misimamo. Kwa hiyo yule mtoto mimi anisumbui. Awe jini, awe mchawi, awe nani, mimi siwezi nikala chakula chenye wadudu. Siwezi. Fashion, acha masiala. Unajua itatukosti kitu. Yaani mimi nakushauri, hebu kunjua moyo wako. Twende tukale wadudu. Mimi sijawahi kula, lakini leo tukakaze, tuchukue wale wadudu tule mdomoni. Si unaelewa? Fanya hivyo basi, usiwe mbishi. Haiwezi kutokea. Haiwezi. Sikiliza, mimi sasa nitashindwa jinsi gani naweza nikakusaidia. Wewe mbuzi umekuja na huko si ndio? Chaguani moja. Mtakula ama mli. Kama mtaki kula, mtoto wenu hamtampata hata mara moja. Sawa? Naongea na nyie. Sijui mmenielewa? Na mnanijua mimi. Mkikataa tu kinachowakuta ndio iko. Hasa nenda nyumbani kwenu, muache kula hiyo chakula. Mtoto wenu mtamsikia tu kujibomba. Nika flash ye.
Haya, sawa. Tutakula. Na wewe mbishi. Sanenda.